Yes, mambo vipi? The Story Talk Today leo tunaendelea na historia ya Tupac Shakur. Mwaka 1994 alipigwa risasi mara kadhaa katika tukio lililomwacha pia akiwa hai. Tukio hilo lilimfanya awe na mashaka makubwa kuhusu watu waliomzunguka. Hata hivyo, aliendelea kurekodi muziki na kuamini kuwa bado alikuwa na mengi ya kufanya. Usiku wa tarehe 7 Septemba mwaka 1996, baada ya kuhudhuria pambano la ndondi mjini Las Vegas, Marekani, gari alilokuwa amepanda lilivamiwa na risasi nyingi sana. Tupac alipigwa risasi mara kadhaa na kukimbizwa hospitalini. Baada ya kupambana kwa siku 6, tarehe 13 Septemba mwaka 1996 alifariki akiwa na umri wa miaka 25 tu. Kifo chake kilishtua dunia. Hadi leo mauaji yake yanaendelea kuwa moja ya matukio yanayojadiliwa sana katika historia ya muziki. Mashabiki wengi bado wanamkumbuka kwa nyimbo zake, mashairi yake na ujumbe alioacha. Cha kushangaza zaidi ni kwamba hata baada ya kifo chake, albamu ya nyimbo zake ziliendelea kutolewa na kuuzwa kwa mamilioni ya nakala. Hadi leo Tupac anatajwa kuwa mmoja wa malapa wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya muziki. Huyu ndio alikuwa Tupac Amaru Shakur, jina ambalo miaka mingi baada ya kifo chake bado linaendelea kuishi moyoni mwa mamilioni ya watu duniani. Tukutane katika wakati mwingine tena, tuone next time tunakuja na historia ya nani. The Story Talk Today, the end. Mimi naitwa Benjeko Master Public Info.